Kwa majina naitwa Christopher Julius Mbwanje. Mimi ni mkurugenzi mwenza na muasisi mwenza wa kampuni ya Million Nutrition Innovation Center Limited. Kampuni inayojishughulisha na kutoa elimu kuhusu uzalishaji wa malisho ili kuwasaidia wafugaji waweze kuwa na malisho bora na ya kutosha kwa mwaka mzima. Leo tupo hapa Singida tunashirikiana na Taishi Farm kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wakufunzi, tunaita TOT, Training of Trainers, ya kikundi cha Masai Stove. Ni wafugaji ambao wanawakilisha wafugaji wenzao kutoka huko Monduli ya Arusha. Wamekuja hapa kujifunza mbinu bora za kuzalisha malisho. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa kuzalisha malisho na kuyahifadhi ili kuwasaidia waweze kuwa na malisho bora na malisho ambayo yanatosha kuwalisha mifugo yao kwa mwaka mzima. Lengo ni nini? Lengo ni kuwasaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama, lakini pia kuwasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ili ufugaji wanaofanya ukawa na tija, wao wazalishe nyama ya kutosha, wazalishe maziwa ya kutosha, lakini pia wapate pesa za kutosha kwa ajili ya kuendelea kumudu maisha yao na kufanya mambo mengine ambayo yanawahitaji katika familia zao. Kitu ambacho tumekiona ni kwamba wafugaji hasa jamii ya Wamasai wanajua wao wenyewe ufugaji ni asili yao. Kwa hiyo wanaendelea kurithi ule ufugaji ule kwa vizazi ambavyo vimepita huko nyuma. Wanachokifanya, wanafanya ufugaji ule wa kipindi ambacho walifanya baba zao au babu zao. Kipindi hicho tulikuwa tuna maeneo ya kutosha, kulikuwa na hali ya hewa ambayo ni nzuri kabisa, kwa hiyo malisho yalikuwa sio shida. Lakini tunapozungumza sasa hivi tuna mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yanapelekea uhaba wa malisho. Tuna mambo mengi ambayo yamebadilika. Ni lazima tuwafundishe hizi jamii ziweze kuadapt teknolojia za kisasa ili waweze kuendelea kufanya ufugaji, lakini waendelee kupata tija ule ufugaji ambao wanaofanya. Kwamba wakifanya ufugaji ulifanyika miaka 1970, miaka ya 60, leo hii uwezo kaufanya wakupa matokeo kwa sababu kipindi hicho kulikuwa na maeneo makubwa sana. Sasa hivi tuna wawekezaji, tuna wakulima ambao wameshaokupa yale maeneo. So lazima tuwafundishe namna ya kutumia maeneo madogo yaliyobaki kuzalisha malisho ambayo yatatosha kuwalisha mifugo yao na waweze kupata faida. Kwanza wafugaji wanataka kufuga kibiashara. Na kwa mujibu wa bajeti ya serikali ya mwaka jana ilionekana kama kuna upungufu wa maziwa. Kwa kadri ninavyohitaji kuzalisha maziwa na upungufu wa maziwa kwenye takwimu, kwa mujibu wa wataalamu wanatuambia mwanadamu anatakiwa anywe maziwa average ya lita 200 kwa mwaka. Na sisi wa Tanzania ukitaka tunywe maziwa wote kwa lita hizo tuko milioni 70 karibu. Nataka tuwe na maziwa ya lita bilioni 14. Lakini sasa hivi Watanzania tunazalisha bilioni 4. Kwa hiyo tuna bilioni 10 ambao hatujazalisha bado. Kwa nasema ni fursa tayari ya kibiashara, fursa tayari ya ajira. Kwa wafugaji tukielekea huko kuitafuta hii bilioni 10, tutakuwa tumetafuta pesa, tumetafuta ajira. Lakini tumetafuta kuboresha afya za watu. Lakini tukifuga kisasa kulima malisho, tutakuwa tumeachana na tatizo la uharibifu wa mazingira pia. Tutakuwa nafuga kwa utaratibu, kulima kwa utaratibu, na tunza na mazingira pia. Kwa mambo mengi yanajitokeza hapa. Ninaitwa Haika Wilfred, ni mratibu wa mradi kwa mkoa wa Arusha, sana wilaya ya Monduli. Anatokea katika shirika la Colleges and Institute Canada, tunaodhaminiwa na Global Affairs Canada. Tuko hapa Singida leo na washirika wenzetu wa asasi ya kijamii wanaoitwa Masai Stoves and Solar, linapatikana Monduli, sana Mtoa Mbu. Ndio wanafanya kazi zao kubwa pale Mtoa Mbu. Shirika hili sisi kama CICAN tumewaleta kupata mafunzo ya utengenezaji wa chakula cha mifugo. Na kama shirika letu ambao tuko na mradi wa uwezeshaji kupitia ujuzi, basi ujuzi huu wanapatiwa asasi yetu, na ujuzi huu watafuti ujuzi wa kuwapatia. Ni wao ndio wanatuambia ni nini wanataka kujifunza. Kwa hiyo pendekezo lao kubwa lilikuwa ni kufundishwa namna ya kuandaa chakula cha mifugo. Kama tunavyojua jamii yetu ya Kimasai ni wafugaji wakubwa sana. Yes. Kwa hiyo kwa sasa wanahitaji kufuga kisasa, na pia malisho kwa mabadiliko ya tabia nchi.
tunaona malisho yamekuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani yatarahisisha shughuli yao ya ufugaji na kuongeza pia uzalishaji wa maziwa, hata ng'ombe wa nyama watanenepa. Tutawapunguza shida kubwa sana ya malisho. Naitwa Mary Lengoije Moitiko, natoka asasi ya Maasai Stove iliyoko mkoani Arusha, wilayani Monduli. Leo hii nimebahatika kuwa miongoni mwa wafanyakazi wa Maasai Stove 6 ambao tuko hapa mjini Singida. Tuko na wenzetu wa Taish Farm Co Limited ambao tumekuja kujifunza kutoka kwao ni namna gani wameweza kupiga hatua katika masuala mazima ya malisho na ufugaji wenye tija. Kwa asili yetu sisi ni wafugaji, lakini pia sisi tunafanya kazi na jamii ya kifugaji. Na mafunzo haya tunatarajia yataenda kutuboresha maisha yetu ya kila siku, kwa sababu leo hii sisi tuko 6, lakini baadaye tutaenda kuwafundisha wanawake 40. Manufaa ambayo tutayapata katika mafunzo haya, natarajia kwamba tutaenda kubadilika, kwa sababu kwanza mabadiliko ya tabia nchi yenyewe yanatulazimu kubadilika. Pengine tumezoea ufugaji holela wetu, lakini sasa ni wakati wa kwenda na utandawazi. Hata sisi tusipobadilika, lazima watoto wetu watabadilika. Kwa hivyo mabadiliko ni lazima. Kwa majina naitwa Kisika Lengenyiki Liza, natokea mradi wa Maasai Stove and Solar iliopo mkoa wa Arusha katika wilaya Monduli, Mtwombo. Tuko hapa Singida kwenye Taishi Farm. Tumewezeshwa na wenzetu wa Canada katika swala la malisho bora, na kwenye mafunzo haya tutanufaika kwa sababu sisi tumetokea jamii ya kifugaji, na mimi mwenyewe hapa ni mfugaji, na ufugaji wetu ni ule ufugaji wa kuhamahama. Na kwa mafunzo haya ambayo tumefuata huko Singida, tutanufaika sana katika swala la ufugaji bora, kwa sababu tutakuwa tumeshafahamu namna gani ya kuweza kufuga kwa tija na nini cha kufanya ili tuweze kuwa na malisho kuanzia Januari hadi Disemba.